Bwana bariki sana. Jina la Bwana libarikiwe. Umeelewa jambo hilo? Hebu endelea, anasemaje? Hiyo haina maana kwamba una mchanjo mkubwa usoni mwako. Eti una chanjo usoni. Si lazima iwe hivyo. Si lazima iwe hivyo. Haizungumzii juu ya mambo ya nje. Haizungumzii juu ya mambo ya nje. Linazungumza ya kiroho. Inazungumza ya kiroho. Basi endelea. Mwangalie uone anavyojua juu ya maandiko. Msikilize uone anakoelekea. Msikilize kwenye maandiko uone anavyoelekea. Kama mtu anavyofafanua ubatizo. Kwani mwanzishi wa ubatizo ni nani? Ni baraza la Nikea kule Rumi. Liliketi katika mkutano wa siku 15 ya mabishano. Na huo mkutano uliandaliwa na Konstantini. Haleluya! Walibishana, wengine wanasema Mungu ana nafsi tatu. Wanamweka Yesu, wanamweka Mungu na Yesu na Mariamu. Hizo ni nafsi tatu. Unaona? Wengine wanamweka Mungu Yesu 68 mpaka wengine wakapata na 4. Na Yesu na Yosefu na kaingizwemo. Bingine kuna kundi ambalo libaki na mahubiri ya kina Paulo. Likasema Yesu Kristo ndio Mungu. Hakuna tena nafsi zingine. Zile kundi lote liliuawa. Kazi ya uzao mbaya ni kuua wengine. Na wenyewe ni wa kidini, linaangamiza wengine. Ndio kazi linaloua watu wa Mungu. Huo ni uzao wa mnyama. Na baba yao ndiye alifanya pale Edeni. Ule uzao ni muuaji. Bwana bariki sana. Waliuao wa Kristo 68 milioni katika nyakati zote za kanisa. Ule alama ya mnyama ilifanya kazi, ikaufutilia mbali ubatizo katika jina la Yesu Kristo. Umeiona jambo hilo? Umeiona jambo hilo? Uzao wa mnyama ndio umeleta mafundisho machafu. Ukawakosoa mitume kwamba walikosea. Mungu aliwaagiza. Mimi nataka nikawauliza, aliyeachiwa kanisa na Mungu sio mjinga kuachia watu wajinga? Hapana. Alijua maana yake. Ndio maana aliwaambia kaeni kwanza Yerusalemu mpaka mvikwe uwezo utokao juu. Bwana bariki sana. Hiyo ndio kazi ya kwanza kabisa, lazima mpokee Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu akupeleke kwenye maandiko. Kwa sababu Roho Mtakatifu ndiye aliandika hili neno. Mmeniona wapendwa? Kwa hiyo ule uzao uliwekewa alama na Mungu mwenyewe. Haleluya. Soma katika kitabu cha Ezekieli 9. Ezekieli 9. Ezekieli 9. Waanze kifungu cha kwanza. Nasoma kwa jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Amen. Kisha akalia kwa sauti kuu. Akalia kwa sauti kuu masikioni mwangu. Akisema. Waamuru wale wanaosimamia mji wakaribie. Hebu rudia. Waamuru wale wanaokaribia mji wakaribie. Wakaribie. Wanaosimamia mji. Wafanyeje? Na hao ni wachungaji na wahubiri. Endelea. Kila mmoja na awe na kitu chake cha kuangamizia mkononi mwake. Natazama watu sita wakaja. Wakitokea kwa njia ya lango la juu. Kwa njia ya lango la juu lielekealo upande wa kaskazini. Linaoelekea upande wa kaskazini. Kila mmoja ana kitu chake cha kufisha mkononi mwake. Kila mmoja ana kitu chake cha kufisha mkononi mwake. Na mtu mmoja kati yao amevaa bafta. Naye ana kidau cha wino cha mwandishi kiunoni. Wakaingia wakasimama karibu na madhabahu ya shaba. Karibu na madhabahu ya nini? Ya shaba.
Tunajua madhabahu ya shaba ndio mahala ambapo watu wanatubu dhambi zao hapo. Ni sehemu ya toba pale. Na kama ilivyo kweli hekalu la Yerusalemu, ilikuwa na sehemu ya madhabahu ya shaba, watu wanaleta pale, wanatubu dhambi zao. Kama una sadaka yako pale, hebu tuendelee kidogo. Na huo utukufu wa Bwana wa Israeli, na utukufu wa Bwana wa Israeli ulikuwa umepanda juu kutoka kwa kerubi, ulikuwa umepanda juu kutoka kwa kerubi, ambaye ulikuwa juu yake, mpaka kizingiti cha nyumba, Akamwita mtu yule aliyekuwa amevaa bafta, mwenye kidau cha wino cha mwandishi kiunoni, Bwana akamwambia, pita kati ya mji, kati ya Yerusalemu, ukatia alama katika vipaji vya nyuso vya watu, wanaougua na kulia, kwa sababu ya machukizo yote. Sikiliza, watu wanapolia wengine wanakufuru. Tena unakuta ni Wakristo kabisa wanakufuru. Huyu anatulidia nini? Sisi hapa sio watoto. Neno la Mungu si la kufuata elimu unayotaka wewe. Neno la Mungu ni la ufunuo anavyotaka yeye. Unaliona jambo hilo? Ndio. Wanawatukana wale wanaoomba na kulia. Kumbe la kulia paka wakina nani? Kwa kina Danieli lilikuwepo. Unakwenda kwa baba yako umekosea, unaenda wima. Alafu mtu anacheka, baba naomba unisamehe. Umesoma mbele za baba yako, aliyekuzaa. Alafu unaweka na mikono mifukoni hivi. Sasa na waajiri wa Kihindi wanapomwajiri mtu anaweka mikono yake nyuma. Unyenyekevu. Lakini sasa hivi hauna unyenyekevu. Watu wanakuja mbele za Bwana hawana unyenyekevu wowote ule, kwa sababu sisi sote tuna hatia. Haleluya. Kuna machukizo mengi yanayofanyika mjini. Kuna suruali nyingi zinazovaliwa na wanawake wanatembea uchi. Kuna kaptula nyingi zinavaliwa na wanawake wanaotembea uchi. Haleluya. Lia kwa ajili ya machukizo hayo, kwa sababu hayafurahishi, yanawaua watu wa Mungu. Bwana bariki sana. Watu wanakuja kanisani ni wastaarabu. Tuangalie leo watasema nini. Kama Bwana Makubali alikuwa kwenye karamu. Hatuji hivyo ndugu. Hebu rudia pale, wanaofanyaje? Bwana akamwambia, pita kati ya mji, kati ya Yerusalemu, ukatia alama katika vipaji vya nyuso vya watu, wanaougua ya machukizo yote, kwa sababu ya machukizo yote yanayofanyika kati yake. Endelea. Na hao wengine aliwaambia, nami nalisikia. Piteni kati ya mji nyuma yake, mkapige jicho lenu lisiachilie, wala msione huruma, waueni kabisa. Na kueleza hivi, tunayaua yale majitu ya nje. Ndio. Majitu ya nje, hizo chale zako ulizochanja, majitu ya nje, hizo suruali zako unazovaa za kubana, majitu ya nje hayo ulionayo, hayo mawigi yako, baada ya kuachilia nywele zako ambazo Mungu amekuwekea, unaweka mawigi ya bandia, na hiyo ni mizigo. Unakata nywele zako hizo kwa Bwana. Bwana bariki sana. Hata wachungaji mnaachilia mambo hayo, ili ukikemea hayo eti kufanyika utakimbia. Waacha wakimbie. Amina. Mara hao sio wa kwako. Ndio. Wokovu ni wa Bwana, sio wa kwako.
Mungu yeye mwenyewe anawajua walio wake. Anapowaambia neno la Bwana, wataisikia sauti yake. Amina. Endelea. Waueni kabisa. Muwaue kabisa, kutoa kila kitu. Choma hiyo suruali, choma hiyo taiti, choma kila kitu. Ondoa. Ndio. Ondoa mitambiko. Kata mamiti yale mitambiko. Kuna mamiti ya mitambiko yapo, umeyapanda kama maua. Msinilaumu. Angalia sasa alipokwenda huko. Mimi nilipanda lile si anaitwa miti gani yale? Panga uzazi. Waliyapanda sana, lakini akaanza kila mwenye mji anafariki. Nikaona wakaanza kuyakata. Ndio. Mungu aliwaambia wafanyeje? Waikate. Maana ilikuwa inaabudiwa. Kuna watu wanaabudu miti. Hiyo ni kweli. Hebu tuende kidogo, tuendelee tusizaje ujumbe wetu. Waueni kabisa. Waueni kabisa. Mzee na kijana. Cheka kijana hata kama anatembeaje. Na msichana. Mwambie kama analingalinga hata kama anatoa sadaka nyingi, mwambie ukweli. Ndio. Mwambie ukweli. Hata kama anakuletea fungu kubwa la zaka, usihurumie ile zaka. Mwambie ukweli. Kama amevaa nguo ya kubana, mwambie ukweli. Kama ameachia matiti yake wazi, mwambie ukweli. Mzee na kijana. Mzee kijana na msichana. Na msichana. Na watoto wachanga. Na watoto wachanga. Na wanawake. Kwa nini Mungu alisema hivi? Kwa sababu anajua mtoto mchanga akikua ataulizia wazazi wake walienda wapi, na ataanza malipizi. Kwa hiyo kuna watu wanaacha kawizi kidogo, anasema ameokoka, kienda kanisani anaiba sadaka, wakati wa kuhesabu pale anachomoa kidogo. Nione mwingine, nimemwahidi Bwana nikiuza kiwanja nitakupa sadaka ya nini? Ya shukrani. Hata zaka yenyewe hawezi kuileta, ya kuuza kiwanja chake alichouza. Utasikia tu alishauza. Fungu la 10 alipeleka, anajua mwenyewe ni mnyama. Unaliona hiyo? Hayo yote yakateni. Msimhurumie mtu yeyote. Tunapohubiri neno la Bwana hatuhurumii. Hata wewe unayenisikia huko nje, Mungu hahurumii. Na ndio maana Stefano alisema, enyi wenye shingo ngumu, msiotahiriwa mioyo wala masikio, kila siku mnampinga Roho Mtakatifu. Kwani walimfanyaje baada ya hapo? Walimsagia meno. Ni uzao wa nyoka. Uzao wa nyoka hautaki waambiwe ukweli. Wakiambia ukweli wanakasirika. Wanaweza wakasema tutamfungia huduma yake. Tutamfungia huduma yake. Wanatengeneza baraza la ekumeni. Wanakutana wote na wote wapatani. Ndivyo walivyokutana Mafarisayo na Masadukayo. Masadukayo walikuwa na imani tofauti na Mafarisayo walikuwa na imani tofauti, lakini wakati wa kumwangamiza Yesu walikaa pamoja, kwamba anaiharibu dini yetu, anaiharibu Sabato. Ndugu, nishia tu kwanza hapo. Waliharibu Sabato kwa